ambaye amefufuka. Yesu Kristo baada ya kupitishwa katika nyikani, katika majaribu, katika siku 40, wakati alipojaribiwa, baada ya kushinda yale majaribu, akaenda hekaluni. Sasa siku hiyo wakati wa ibada, wakati anaendelea na ibada, wakampa yeye kitengo hiyo siku asome neno la siku. Na neno hilo la siku liko katika kitabu cha Isaya. Haleluya. Yesu Kristo cha kwanza ametoka nyikani, anakuja duniani, anaanza kazi yake ya kwanza aliyoingia duniani. Anasema hivi, Roho wa Bwana yu juu yangu. Anasema kwa maana amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Anakikumbe tafsiri ya kwamba mpaka kabla hatujaendelea, amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Maana chanzo cha dhambi nyingi za wanadamu zinaanzia kwa maskini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana chanzo cha dhambi nyingi za wanadamu inaanzia kwa maskini. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu anakuja anasisitiza, anasema kwamba amenitia mafuta kuja kuwahubiria maskini habari njema. Kwa sababu gani? Na kwanza nikwambie vitu vitatu. Kuna vitu vitatu ambavyo utavifanya kama ukiwa huna hela au ukiwa maskini. Ndio maana inataka kumpinge umaskini. Kama ukiwa huna hela lazima utadanganya. Yaani lazima utadanganya ili upate. Kama ukiwa huna hela, kubaliana na mimi, lazima. Kama utapata tunachokupata lazima utaipa. Yaani kubaliana na mimi usikatae. Kama ukiwa huna hela, kitu cha tatu lazima utakifanya, lazima utakimu. Ndio hii sasa inatokea wakati ambapo unakuta mtu ni mwema, anamcha Mungu vizuri, lakini sasa kwa kuwa hana hela sasa inabidi adanganye ili apate ile baraka ambayo anahitaji yake. Lakini anadanganya sio kama anapenda, kwa sababu ya umaskini. Bwana Yesu asifiwe. Kwani hujasoma Biblia katika kitabu cha Wakorintho 2